Hakika dunia tunayoishi ni dunia iliyojaa masaibu, mitihani na matatizo ya aina mbalimbali. Na miongoni mwa masaibu ambayo yanawasibu wanadamu ni pamoja na masaibu ya maradhi, na maanisha kuumwa. Kuumwa ni mtihani. Miongoni mwa mitihani iliyoandikwa na Allah Azza wa Jalla iwasibu waja wake. Hakika wanaopitia vipindi vya maradhi na kuumwa ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wasikie maneno mazuri yatakayoleta uhai na matumaini katika maisha yao ya kila siku. Hii ni kwa sababu wengine kipindi cha maradhi kwao hurefuka mpaka baadhi yao wakafikia kukata tamaa na rahma za Allah Azza wa Jalla, wakajiona hawana bahati katika hii dunia. Siku zao zote zilizosalia wakiwa wanajiuguza ni siku nyeusi kwenye historia ya maisha yao. Uislamu umetufundisha mambo ambayo yanakwenda kutengeneza liwazo kwa yule ambaye anapitia kipindi cha maradhi au mtihani wa maradhi. Ayuhal abdul muslim, ewe ndugu yangu Muislam, ewe mja wa Allah Azza wa Jalla, ewe Muislam, i'lam anna al-ibtilaa sunnatullahi fi khalqi, tambua kwamba mitihani na matatizo na changamoto ndiyo utaratibu wa Allah Azza wa Jalla kwa waja wake. Na kila maisha anayopitia mwanadamu ni mtihani. Kama kuna neema fulani umeneemeshwa ni mtihani, lakini kama kuna msiba fulani uliokusibu kadhalika ni mtihani. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turjaun. Allah Azza wa Jalla anatuambia ndani ya Qur'an, wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tunakutahinini kwa mambo ya shari na kwa mambo ya kheri, yote haya kwenu ni mtihani. Wa ilaina turjaun, na kwa hakika kwetu sisi mtarudishwa. Anasema turjumanul Qur'an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akibainisha maana ya aya hii, anasema ai, maana yake nabtalikum bishiddati warraha wasihhati wassaqam walhalali walharam walghina walfaqr wattaati walmaasiya walhuda waldalala. Katika maisha ya duniani tutakupitisheni kwenye mitihani mbalimbali, ikiwa ni mitihani ya kupitia wakati mgumu na wakati mwepesi, ikiwa ni pamoja na mtihani wa utajiri na mtihani wa ufakiri na umaskini, ikiwa ni pamoja na mtihani wa afya na mtihani wa maradhi, mtihani wa taa na mtihani wa maasiya, mtihani wa halali na mtihani wa haram, mtihani wa kuongoka na mtihani wa kupotea. Mja awe katika hali atakayokuwa, fahuwa fi imtihanin wa ibtila, yuko katika mtihani na yupo katika majaribio. Tajiri, utajiri kwake ni mtihani. Allah amempa utajiri ili aone, je, utajiri wake utamkumbusha Allah Azza wa Jalla? Je, utajiri wake itakuwa ni sababu ya kuwa karibu na Allah? Kama ambavyo aliyepewa umaskini, kwake umaskini ni mtihani. Je, atavumilia kwa mtihani aliyopewa, aone kwamba hii ni qadar miongoni mwa qadari za Allah Azza wa Jalla, ni mpango katika mipango ya Allah Azza wa Jalla kwenye maisha yake? Kadhalika aliyepewa afya, kapewa mtihani. Afya hii ataitumia fima yurdhi rabb, katika yale yanayomridhisha Allah, au ataitumia fima yubghidhu, katika yale yanayomkasirisha Allah? Hivyo hivyo aliyepewa mtihani wa maradhi naye yuko kwenye mtihani. Je, atavumilia na kuridhia mpango wa Allah Azza wa Jalla? Fa ala kulli hal, mwanadamu katika hii dunia yupo katika mitihani. Wewe ambaye umesibiwa na maradhi, usijione kuwa huna bahati, usijione kuwa hupendwi, usijione kuwa huhurumiwi na Allah Azza wa Jalla. Bahati unayo, huruma ya Allah iko nawe, lakini pia Allah Azza wa Jalla anakupenda. Lakini mwanzo tambua kwamba hii dunia ni sehemu ya kutahiniwa, na unapotahiniwa silaha kubwa ni kujipamba na as-sabr. Fasabran ya akhi al-marid, jipambe na uvumilivu ewe ndugu yangu unayepitia kipindi cha maradhi. Na ili uvumilivu wako ukamilike ni lazima uwe na mambo matatu: an tahbisa an-nafsa 'anil jaza' wal lisana 'anil shakwa wal jawarih fima yukhalifu as-sabr. Uzuie moyo wako na nafsi yako isisibiwe na fadhaa, lakini pia uzuie ulimi wako usizungumze mabaya
kwa mtihani uliopewa na maradhi uliotahiniwa. Kadhalika zuia mwili wako usije ukafanya yale ya kumkosea Allah azza wa jalla. Ayuha almuslimuna ibadallah, wengi tunayangalia maradhi kwa upande mmoja, tukiona kuwa ni matatizo, ni majanga, ni changamoto, ni nuksi. Lakini kuna upande mwingine wa pili mzuri sana. Lau tutaangalia maradhi kwa upande huu wa pili, huenda ikafika wakati tukawa tunafurahia vipindi vya maradhi kuliko vipindi vya afya, ikawa tunafurahia vipindi vya mitihani kuliko vipindi ambavyo hatuna mitihani. Naam, kayaeleza haya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wakati anazungumzia maisha ya mitume na mitihani wanayopitia, maisha ya waja wema na mitihani wanayopitia. Akafikia kusema alayhi salatu wassalam, ilifikia wakati kana ahaduhum yafrahu bilbalai kama yafrahu ahadukum birrakha. Ilifika wakati mmoja wao anapopitia mitihani kwake inakuwa ni kipindi cha furaha kama furaha mnayokuwa nayo mkipitia katika vipindi vya neema. Kwa nini hawa walikuwa wanafurahia? Kwa sababu waliangalia upande wa pili wa changamoto, waliangalia upande wa pili wa maradhi, wakaona kwamba ala, kuumwa kuna kheri nyingi sana kipindi cha maradhi ambazo Allah azza wa jalla anamtakia mja wake. Wewe mgonjwa, hebu tufungue pamoja nawe huu upande wa pili unaohusiana na maradhi. Huu ni upande wa hikma na upande wa faida. Kwenye maradhi kuna dhihiri hikma za Allah azza wa jalla. Kwenye maradhi kuna dhihiri faida nyingi ambazo zote zinarudi kwa mgonjwa. Labda niwatajie faida tatu kwa haraka haraka. Faida ya kwanza ni idharu ubudiyati ad-darra wa hiya sabr. Kipindi cha maradhi ndiyo kipindi cha kuifanyia kazi ibada ya subra na uvumilivu. Aliye kwenye neema, aliye kwenye furaha, aliye kwenye maisha mazuri, huyu ana ibada nyingine inamhusu ambayo ni ibada ya shukrani. Lakini wewe uliye kwenye mitihani una ibada yako pia ambayo ni ibada ya kuwa mvumilivu na ibada ya kuwa na subra. Hivi aliye kwenye neema anahitajia kuwa na subra kama aliye kwenye mtihani? Aliye kwenye mtihani ndiye anahitajia subra zaidi, na subra kwetu ni ibada na malipo yake ni makubwa sana mbele ya Allah azza wa jalla. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah anatuambia wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin. Man hum as-sabirun? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ukweli wa subra yako unaonekana wakati wa mitihani. Ndio maana walifikia kusema baadhi ya wema waliotangulia, laula masaibu dunya lama urifa sabru alkiram wala jaza'u liam. Kama sio misukosuko na mitihani ya dunia, hatuwezi kujua nani mwenye subra na nani asiyekuwa na subra. Kwa hiyo subra ya wenye subra inadhihirika wakati wa mitihani na vipindi vigumu. Tutakupitisheni kwenye mitihani mbalimbali: njaa, hofu na uoga, kupungukiwa na vipato, kufiwa na wale mnaowapenda, wabashiri sabirin. Lakini mwisho Allah anamwambia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wape bishara njema wavumilivu. Kina nani? alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wale ambao wanaposibiwa na msiba husema haya maneno, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jamani, haya hayasemwi tunapofiwa tu, hata unapokuwa mgonjwa huo ni msiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni maneno yanayokukumbusha kwamba wewe ni wa Allah, wewe ni wa Allah na kwa Allah ndiyo rejea yako. Umar ibn al-Khattab siku moja alikuwa anatembea akiwa amevaa malapa. Kamba moja ya lapa lake la mguu mmoja ikakatika. Akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wenzake wakashangaa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kwa lipi? Kwa kukatikiwa tu na kamba ya kiatu? Akasema naam, huu nao ni msiba. Kwa sababu msiba, akasema kullu ma yasuuka fahuwa musiba. Kila jambo linalokusibu likakukera likakupa wakati mgumu, jambo hilo ni msiba, unatakiwa uwe na subra. Kwa hiyo subra hii ni fursa ya ibada nyingine pale tunapopitia vipindi vya mitihani. Kwa hiyo wewe mgonjwa, maradhi yako na kipindi kigumu unachopitia ndio kipindi cha kujipamba na subra ili ukapate jazaa ya ibada hii mbele ya Allah azza
wa jalla. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anatufichulia siri kwamba Muislamu akiwa katika hali yoyote kwake inakuwa ni khairi. Ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min. Ma sha Allah. Inafurahisha na kuvutia hali ya Muislamu. Kwa nini? Muislamu katika kila hali alionayo yuko kwenye khairi, na hili halipo kwa mwingine yoyote tofauti na Muislamu. Hali ya Muislamu ikoje? Anasema alayhi salatu wassalam, in asabathu sarraa shakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Muislamu akiwa katika hali nzuri anamshukuru Allah azza wa jalla, na shukrani ni ibada, anajivunia khairi na thawabu. Lakini Muislamu akiwa anapitia wakati mgumu anakuwa na uvumilivu na subra, na subra ni ibada, inakuwa ni sababu ya kupata thawabu. Wewe uliye kwenye neema, ibada yako ni kumshukuru Allah, na wewe uliye kwenye mtihani, ikiwa ni pamoja na maradhi, ibada yako ni kuwa na subra, na nyote wawili mtavuna thawabu mbele ya Allah azza wa jalla. Miongoni mwa siri na hikma na faida zilizopo kwenye maradhi, kuumwa jamani ni sababu ya kuipata pepo ya Allah. Kuumwa ni sababu ya kuipata pepo ya Allah. Wakati gani utaipata pepo ya Allah? Pale ambapo utavumilia. Kama utaumwa na ukavumilia, katika malipo tulioahidiwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni kuipata pepo ya Allah. Anasema alayhi salatu wassalam, yaqulu Allahu azza wa jalla, anasema Allah azza wa jalla, idha ibtalaitu abdi bihabibatayhi fasabara awadtuhu minhum aljanna, nitakapomtahini mja wangu kwa kumuondoshea macho yake mawili. Umeumwa na maradhi ya macho mpaka ukapofuka, lakini ukavumilia, ukatambua kwamba hii ni qadari ya Allah azza wa jalla. Anasema Allah azza wa jalla fil hadithi alqudsi, awadtuhu minhum aljanna, mbadala nitakaompa mja huyu ni pepo. Abdullah ibn Abbas akiwa na mwanafunzi wake Ata anamuuliza siku hiyo, ala urika mra'atan min ahli aljanna, ewe Ata, nisikuonyeshe mwanamke mmoja katika wanawake wa peponi? Ata akamwambia, bala, nionyeshe ili nimjue. Abdullah ibn Abbas akamwambia, hadhihi almar'atu sauda, mwanamke ninayemkusudia ni huyu mwanamama mweusi umjuae. Atati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisa chake, aliwahi kumwendea Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf fad'u Allah li. Ewe Mtume wa Allah, mimi huwa naanguka labda kwa kifafa au maradhi mengine yoyote, na ninapoanguka nguo zangu huwa zinatengana na mwili wangu, nabaki bila stara, niombee kwa Allah azza wa jalla nipone. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, in shi'ti sabarti walakil janna, in shi'ti sabarti walakil janna wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki. Una khiari mbili mama, ukitaka vumilia na hayo maradhi, lakini nakuahidi utapata pepo siku ya kiyama. Na ukitaka khiari ya pili ni kuombee kwa Allah ili Allah akuponye. Yule mwanamama akasema, asbiru ya Rasulullah, nitavumilia ewe Mtume wa Allah ili niipate janna, lakini kama nilivyokuambia, nikidondoka stara inanivuka, kwa hiyo niombee kwa Allah azza wa jalla hii stara hata nikidondoka isiniondoke. Fadaa Allahu lahu au fadaa Allah laha. Mtume alayhi salatu wassalam akamwomba Allah azza wa jalla kwenye hiki kipengele kwamba, ya Allah, hata akidondoka huyu kwa maradhi, basi abaki na stara yake. Iangalie maneno ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, in shi'ti sabarti walakil janna, ukitaka uvumilie na kuvumilia kwako itakuwa ni sababu ya kuipata pepo. Hii haina maana kwamba kujitibu kwa anayeumwa haifai, inafaa. Lakini maana kubwa iliyopo kwenye hii hadithi, miongoni mwa sababu za kuipata pepo ya Allah azza wa jalla ni kwa yule aliyetahiniwa na maradhi na akawa mvumilivu, aliyejipamba na subra. Miongoni mwa fadhila ni kupata janna, pepo ya Allah azza wa jalla. Aidan, miongoni mwa hikma na faida za kuumwa, almaradu sababun litakfiri dhunubi. Jamani, kuumwa ni sababu ya kusamehewa madhambi. Kile kipindi unaumwa, unapitia maradhi, miongoni mwa ofa za Allah azza wa jalla kwako wewe ni kufutiwa madhambi yako.
Kayasema wazi haya bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi inayosimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma yusibu almuslima min adha min maradhin fama siwahu illa kaffara Allahu bihi sayyi'atihi au illa hatta Allahu anhu sayyi'atihi kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha. Hakuna muislamu yoyote atakayesibiwa na udhia, tabu, matatizo, changamoto, iwe ni maradhi au udhia mwingine wowote, isipokuwa Allah azza wa jalla anamsamehe madhambi yake, anayapukutisha madhambi yake, kama tahuttu shajaratu waraqaha, mfano wa mti unavyoangusha majani yake. Umeumwa ukavumilia, inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako. Jabir mwana wa Abdullah radhiyallahu anhuma anasimulia kuwa Mtume alayhi salatu wasalam alikwenda kumtembelea mama mmoja anaitwa Ummu Saib au Ummu Saib. Baada ya kufika kwa huyu mama, Mtume akamuona anatetemeka yule mama, akamuuliza, malaki ya Ummu Saib au Ummu Saib tuzafzifina, una nini ewe mama, mbona naona unatetemeka sana? Akasema, ya Rasulullah, asabatni humma la barakallahu fiha, ewe Mtume wa Allah, nimesibiwa na homa, hii homa haina kheri wala baraka yoyote. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tasubbil humma fa innaha tudhhibu khataya bani adam kama yudhhibu alkiru khabath alhadidi. Mama, usiitukane homa. Hii homa ni sababu ya sisi wanadamu kufutiwa madhambi yetu tukabaki safi, kama ambavyo kiriba kinakisafisha chuma kutokana na kutu mpaka kinabaki safi. Wale wafua vyuma, kama chuma kina kutu kinatiwa kwenye moto kinasafishika, kinatoka safi. Kwa hiyo kama ambavyo chuma kinavyosafishwa kwenye moto, ndivyo ambavyo mwanaadam anasafishwa na madhambi pale anapopata mtihani wa maradhi. Wallahi, wapo watakaokutana na Allah azza wa jalla wakiwa wepesi, hawana mzigo wa madhambi na wamesamehewa madhambi yao yote wakati wanaumwa, wakati wa maradhi. Kasema alayhi salatu wassalam, ma yazalu albala'u bilmu'min hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa alayhi khati'a. Muislamu ataendelea kupitia vipindi vigumu vya maradhi na mitihani mingine mbalimbali, lakini madamu anajipamba na subra, itafika wakati anakutana na Allah azza wa jalla hana chochote katika mzigo wa madhambi. Hivi kwa maneno haya tu machache, hatuoni kuwa kumbe kuumwa ni fursa? Kama ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu, ni sababu ya kujipamba na ibada ya subra, ni sababu ya kupata pepo ya Allah azza wa jalla, hakika kwa mantiki hii maradhi inakuwa ni fursa kwa mu'min. Bimaana usiombe kuumwa, lakini ukiumwa tambua kwamba ni fursa nyingine hiyo uliopewa na Allah azza wa jalla, ili uyavune yale tuliyoahidiwa na kuelezewa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar. الحمد لله حمد الحامدين والشكر لله شكر الشاكرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير الهادي إلى صراط مستقيم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. عباد الله، أوصيكم ثانيا كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فلقد فاز ونجى المتقون. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآيات. ثم أما بعد. Ndugu zangu katika imani, khutba hii ni liwazo kwa kila mgonjwa mwenye maradhi yoyote, yawe ni maradhi makubwa au yawe ni maradhi madogo. Malipo yaliyoandaliwa na Allah azza wa jalla na ofa zilizotolewa kwa Muislamu ambaye atapitia mtihani wa maradhi ni nyingi mno, lakini sharti kuu ni moja: ajipambe na subra na awe mvumilivu wakati anapitia kipindi hicho cha maradhi. Hakika ukiyatambua haya, utaona hakuna budi
kuwa mvumilivu na kuwa na subra kwa kila mtihani uliopewa na Allah azza wa jalla. Lakini labda nitaje mambo matatu kwa haraka haraka. Yatafakari unapokuwa na mtihani wa maradhi, haya yatakusaidia kujizatiti katika mlango wa subra na kuwa mvumilivu zaidi na zaidi. Jambo la kwanza, tambua kwamba Allah azza wa jalla ana huruma zaidi na wewe kuliko huruma ulionayo kuihurumia nafsi yako. Kwako maradhi unaweza ukaona kuwa ni adhabu, kwako maradhi unaweza kuona kuwa ni mateso, kama vile umeikosa huruma ya Allah azza wa jalla. Hapana, Allah azza wa jalla ana namna nyingi za kuwahurumia waja wake, lakini tambua tu huruma ya Allah azza wa jalla kwako ni kubwa kuliko huruma ya nafsi yako unavyojihurumia. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja amekaa na masahaba, akaonekana mwanamama mmoja kama vile anamtafuta mtoto wake. Mara akamuona, akamnyakua, akamweka kifuani, akawa anamnyonyesha. Akawauliza masahaba, mnamuona huyu mwanamama? Mnahisi kile kichanga chake anaweza kukitumbukiza kwenye moto? Masahaba akasema haiwezekani, si kwa huruma hii aliyoonyesha. Akasema alayhi salatu wassalam, basi jueni kwamba huruma ya Allah azza wa jalla kwa waja wake ni kubwa kuliko huruma ya huyu mama kwa mtoto wake. Angalia mfano, unapokwenda hospitali, labda una kidonda au una jipu, jinsi daktari atakavyoamiliana na wewe kwa mara ya kwanza, unaweza ukasema hana huruma, atachokora lile jipu, atakuumiza wakati analisafisha. Unaweza ukamtukana matusi yote kama huna staha, lakini ndani ya siku 3-4 unapoanza kupata nafuu mpaka kufikia kupona, inawezekana wewe mwenyewe ukaamua, huyu daktari kwa alichonifanyia, wacha nimpelekee zawadi fulani. Mwanzo ulikuwa unaona ni mateso, anakuumiza, lakini baadaye ulipokuja kuona faida, ukaona kweli alichokuwa analifanyia ulikuwa ni msaada mkubwa sana, na kama asingefanya vile ningeendelea kuugulia maumivu kwa muda mrefu. Huu ni mfano wa kibinadamu. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anapokupitisha kwenye vipindi vya mitihani, haina maana kuwa hakuhurumii, haina maana kuwa hakupendi. Allah azza wa jalla anakupenda na anakuhurumia, na inawezekana kuna jambo kubwa amekuandalia, huwezi kulifikia bila ya kupitishwa mapito haya. Ukilitambua hili litakufanya uvumilie zaidi. Lakini jambo la pili, ili uweze kujipamba na subra wakati wa maradhi, tambua kwamba hicho kiasi cha maradhi yako Allah azza wa jalla alikuwa anaweza kukupa zaidi ya hicho. Si unaumwa mguu mmoja hivi, Allah alishindwa kukutia maradhi kwenye miguu yote miwili? Au unauma kidole kimoja cha mkono mmoja, Allah alishindwa kukutia maradhi kwenye vyote vitano? Unaweza ukaumwa labda na kaka, yule mdudu wa kwenye vidole yule, kidole kimoja kimebana kweli kweli, hupati amani wala usingizi, lakini ni kimoja tu hiki kinakutesa. Unaonaje kama ingekuwa viwili, kama ingekuwa vitatu, vinne, vitano, vyote vya mikononi na miguuni, hali yako ingekuwaje? Kwa hiyo hapa ndio utabaini kwamba ala, kumbe Allah bado ananipenda. Kwa hiki kiasi cha maradhi alichonipa, nini kilimzuia kunipa zaidi ya hapa, kama sio mapenzi yake kwangu, kama sio huruma zake kwangu? Kwa hiyo hii pia itakufanya uvumilie zaidi na zaidi. La mwisho, ili uwe na subra. Siku zote Allah anapokupa maradhi ya aina yoyote, ukapata changamoto kwenye moja kati ya viungo vyako, angalia vingine ambavyo Allah kakuachia viko salama. Allah amekupa mtihani, labda umefiwa na mwanao kwa mfano, kati ya watoto wako 4 ulionao, mmoja amefariki. Kweli huu ni msiba, utakuumiza, lakini Allah kachukua mmoja kakuachia 3. Huoni ulichobakishiwa ni kikubwa zaidi kuliko ulichochukuliwa? Sema alhamdulillah. Wa hakadha, kila mtihani unaotahiniwa, hebu ufikirie kwa namna hii, Allah kaninyima hiki, lakini kanipa vingapi? Allah kanipa maradhi ya namna hii, lakini kaniponya kutokana na maradhi mangapi? Inawezekana kuna kitu kinakuuma katika mwili wako, unauma mguu, unauma mkono, unauma shingo, unauma kidole, unauma jicho. Kama jicho moja linauma, kiungo kimoja hicho, jicho moja ni kiungo kimoja, kwenye mwili wako una viungo vingapi ambavyo viko salama?
Kwa hiyo kwa huu mtihani mdogo, tunauita mdogo hata kama ni mkubwa vipi, ukilinganisha na zile neema nyingine ulizoachiwa na Allah azza wa jalla, sema alhamdulillah. Mmoja katika wanazuoni, Ibrahim ibn Adham, anasema kila msiba unaonisibu inakuwa ni sababu ya kumshukuru Allah azza wa jalla kwa mambo manne ninayojifunza kutokana na huo msiba. Jambo la kwanza, Allah kunipa subra. Jambo la pili, kunipa taufiki ya kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jambo la tatu, kunipa huo mtihani mdogo ambapo alikuwa anaweza kunipa mkubwa zaidi. Jambo la nne ni kuufanya huo mtihani haupo kwenye dini yangu, sababu mtihani katika dini na mtihani katika imani ndiyo mtihani mkubwa sana. Ayuha almuslimuna ibadallah, na yasema yote haya ili mmoja wetu anaposibiwa na maradhi afungue ukurasa wa pili, asibaki na ukurasa mmoja tu kuona kama vile kaonewa, katelekezwa, huruma ya Allah iko mbali naye, bali huenda huruma ya Allah azza wa jalla inapitia kwenye mlango huo wa maradhi. Aliwahi kusema alayhi salatu wassalam, na hapa nanukuu maana ya hadithi, anasema alayhi salatu wassalam, kuna watu Allah azza wa jalla amewaandalia nafasi ya juu ya peponi, lakini matendo yao hayakidhi vigezo kupata hiyo nafasi ya juu. Allah anawapitisha kwenye mitihani ya maradhi ili yawapunguzie baadhi ya madhambi, wapate sifa ya daraja za juu fil janna. Inawezekana kuumwa kwako ndio njia ya kuipata Firdaus. Inawezekana kuumwa kwako ndio njia ya kuwekwa daraja ya juu zaidi fil janna. Kwa hiyo jipambe na subra, kuwa mvumilivu, yafanye maradhi kwako kuwa ni fursa. Bishara ya mwisho kwa kila mgonjwa ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, idha marida al-abdu aw safara kutiba lahu min al-ajri mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Masha Allah. Jamani, kosa yote lakini usikose hili la mwisho. Idha marida al-abdu, mja anapoumwa, au safara, au anaposafiri, kutiba lahu min al-ajri, anaandikiwa malipo na thawabu, mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima, kama vile alivyokuwa anaendelea kufanya kheri wakati ni mzima na wakati si msafiri. Ikimaanisha hivi, kuna kheri zako ulikuwa unafanya kabla ya kuumwa, kuna ibada zako mbalimbali ulikuwa unafanya kabla ya maradhi. Allah akakupa mtihani wa maradhi, yale maradhi yakakuzuia kufanya hizo ibada. Kwa taarifa yako, Mtume anasema unaendelea kulipwa kama vile unafanya, maadamu kilichokuzuia ni nini? Ni maradhi. Hivi huoni kwamba maradhi kwako imekuletea nafuu ya kuhangaika, lakini pia wepesi wa kupata thawabu na malipo? Ili uyapate hayo kipindi wewe ni mzima, pambana, ili ukiumwa sasa upate huo mteremko tulioahidiwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, dunia hii haijawahi kuwa safi kwa kudumu kwa mtu yoyote. Hata mitume wa Allah azza wa jalla walipitishwa kwenye vipindi vigumu, vipindi vya mitihani, seuze mimi na wewe. Hawa ndio viigizo vyetu, ndio vioo vyetu. Kama wao walitahiniwa kwa mitihani mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mitihani ya maradhi, na hii ikawa ni ishara ya upendo mkubwa kwao kwa Allah azza wa jalla, basi na sisi tutambue katika maisha yetu pia tutapitia vipindi vigumu vya mitihani na maradhi. Lazima tujiandae na subra, lakini wakati huo huo tutaraji malipo kutoka kwa Allah azza wa jalla. Tunamuomba Allah azza wa jalla atupambe na sifa ya subra tunapotahiniwa, na tujalie miongoni mwa wenye kushukuru pale tunaponeemeshwa. Ibadallah, sallu wa sallimu ala rasulillah.